Unaambiwa ukewenza ni raha sana, lakini umpate mume sahihi katika ukewenza huo. Nafurahi kuona dini yetu inaruhusu kuwa wake zaidi ya 3, 4, kwa sababu ukewenza una faida nyingi sana. Endapo ukipata mume mwadilifu, ukewenza una faida nyingi sana. Kwanza, mwanaume utaishi kama mfalme ambaye una malkia zako 4, na ili mwanamke awe malkia ni awe mwanamke sahihi. Mpaka umeitwa malkia wewe ni mtiifu. Faida ya kwanza, mwanamke unapata muda wa kupumzika, muda wa kurelax endapo mwanaume wako akienda kwa mke mwenzio. Unapata muda wa kupumzisha kiuno, kupumzisha akili, kupumzisha mwili, na unapata muda wa kuongeza maujuzi kutokana unahisi pengine mume wangu atampenda sana yule, hivyo ngoja nijiongeze. Unakuwa umechangamka, umechechuka, mashaallah. Lakini ukiolewa mke mmoja unakuwa unajisahau, unajiachia, unashindwa kumcontrol mume, unashindwa kujiongeza kumpa raha mwanaume, yani uko normal. Unakuwa jauli wewe, kiburi wewe, gubu wewe, kila kitu wewe. Lakini ukewenza kwa kweli, mashaallah, unazindua akili, unazindua mishipa ya damu ya moyo, yani moyo muda wote uko vibrates, yani unadunda kwa wivu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweka utofauti wa dini yetu kwa mengi zaidi, ikiwemo na ukewenza. Mwanaume anakuwa kama mfalme na wanawake anakuwa kama malkia. Mkikutana wenyewe kwenye kikao, mashallah, mwanaume ndo anakaa pale mbele, nyie mmekaa katika swafu yenu mnazungumza, au muda wa swala umefika, mnaswali wenyewe, mmepanga mswafu yenu imenyooka, mume wenu yuko mbele na ndio imamu, mashallah, Allahu akbar. Muda wa kula, mnamtengea chakula, huyu kaandaa maji, huyu kaandaa sahani, huyu kapakua, huyu kamnaisha, huyu kamrisha. Wanaume wanakufa mapema kwa stress. Ingelikuwa hivi, kuna stress kweli wanaume? Hamwezi kuwa na stress watu wakiwa wanawakea kwa sampuli hii. So wanawake wote wanaweza ukewenza, hata uwe mwadilifu vipi. Wanawake wengine wana wivu wa sumu. So wivu ule unaotajwa katika dini sunna, hapana, wana wivu wa sumu. Kwa kama sumu, unakuta mwanamke ni mchawi, unakuta mwanamke ni fitinishaji, unakuta mwanamke guburi imemkaa hapa katika koo. Allahu akbar, astaghfirullahir azim.